Unaweza sema nampenda sana mama yangu na ndo maana muda mwingi namzungumzia. Lakini mama yangu alikuwa na vitu fulani hivi vya kipekee ambapo vinanifanya nisikauke kumzungumzia. Mfano, siku moja ilikuwa weekend, kipindi hiko niko mdogo, mimi na mdogo wangu na tulikuwa tunasoma. Weekend hatukwenda shule. Ilipofika mchana, mama akanipa pesa nikanunue unga. Pesa alonipa mama ilikuwa ni pesa ambayo ilikuwa inatosha unga robo tu. Na kwa kuwa mama hakuwa na pesa nyingine, ikabidi tu tukubaliane na hali. Nikaenda dukani, nikaenda kufuata unga robo. Wakati narudi nilikuwa tunajiuliza, unga robo utaweza kweli kututosheleza sisi watu watatu? Lakini nikasema kwa kuwa mama hana pesa nyingine, inabidi tujibane hivyo hivyo, tupate tonge 2-3, maisha yaendelee. Nikarudi nyumbani nikampelekea mama unga jikoni. Mimi na mdogo wangu tukabaki sebleni tukicheza tukisubiria ugali uive tule. Wakati tunasubiria, tukasikia hodi. Mimi nikaenda kufungua mlango. Walikuwa ni marafiki zangu watatu ambao nasoma nao. Wakaniambia kwamba walikuwa tu kwenye pita zao karibu na nyumbani, wakaona ni vyema kuja kunisalimia. Kiutoto, kwa akili za kitoto nikaanza kufikiria, tumenunua unga robo, unga ambao sisi tu watu watatu hautaweza kututosha. Je, hawa ambao wengine wamekuja marafiki zangu itakuwa vipi? Si ndo hatutoshiba kabisa? Maana hata zile tonge 2 ambazo tulipanga kwamba tutaweza kuzipata kupitia ule unga robo, tunaweza tusizipate na tukapata tonge 1 ama nusu tonge. Nikaenda kumfuata mama nikamwambia, mama, tumenunua unga robo, sisi wenyewe tu watu watatu haututoshi, marafiki zangu wamekuja, itakuwaje? Mama akatabasamu kisha kanambia, mwanangu, hiyo sio kazi yako, niachie mimi. Mimi nikarudi, nikaa tunafikiria huenda mama ana pesa nyingine ataenda kuongeza unga, au huenda mama kuna unga mwingine upo ndani na hakuniambia. Nikarudi kuendelea kupiga story na rafiki zangu, niko na mdogo wangu, tukisubiria chakula kiive. Wakati tunasubiria pale, nikamwona mama anakuja na sinia. Nikawa na tabasamu, nikiona kwamba ugali umeiva, chakula kimeiva, mama anakileta ili tule. Mama akaishusha ile sinia. Kuishusha vilikuwa ni vikombe vya uji. Kidogo ilinishangaza, inakuwaje mbona uji? Mama akatoa kauli moja, akasema, wanangu, kunyweni kwanza uji mpashe tumbo, alafu chakula kinaiva kitakuja. Pale nikapata tabasamu, nikasema huenda kile ambacho nilikuwa nakifikiria kwamba kuna unga mwingine, huenda kilikuwa ni sahihi, kwamba mama ametumia ule unga robo kutupikia uji, unga mwingine ambao mimi sijui umetokea wapi. Huenda alikuwa na pesa nyingine kaenda kununua, au unga ulibaki ndani, ulikuwepo ndani na hakuniambia, ndio ambao atautumia kupika chakula, yani kupika ugali. Tukanywa ule uji, na kwa bahati nzuri marafiki zangu walikuwa na haraka, wakasema wao wanaondoka. Baada ya kuondoka, mimi nikamfuata mama jikoni, nikamwambia, mama, marafiki zangu wameondoka, tuletee chakula tule mimi na mdogo wangu. Mama akasema, mwanangu, hakuna unga mwingine na hakuna chakula. Ule unga robo ambao wewe ulienda kununua ndio ambao nimetengeneza uji, mkanywa wewe pamoja na marafiki zako. Kwa sababu kama ningepika ugali ule, wale marafiki zako wasingeelewa kwamba hawa hawakuwa na pesa nyingine ya unga, ila wale wangefikiria kwamba sisi tumewanyima chakula, tumepika chakula kidogo ili wao wasishibe, hivyo wakienda huko wataenda kututangaza vibaya. Na ndio maana nikaona nitengeneze uji na nikawadanganyia kwamba uji kwa ajili ya kupasha tumbo, alafu chakula kinakuja. Huko watakapoenda, huko walipo sasa hivi, wakienda makwao, watatutangaza vizuri wakisema, ukienda kwa kina fulani, kabla ya kupewa chakula, unapewa kwanza kitu cha kupasha tumbo joto. Kama ungekuwa ni wewe, kwa busara kama hizo za mama yangu, je, ungeacha kumzungumzia mara kwa mara?